Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza uliojificha katika mti huu wa Chelemelandembo au Kilundangembo au Kilima Ndembo. Mti huu ni mti wa makafara. Mti bwana, unaogopewa na wanyama wakali wote wanaofahamu wewe duniani. Hata nyoka pia hakai katika mti huu, akifika lazima atakufa. Na hata mdudu wa aina yoyote akifika katika mti huu, vile vijidudu vile lazima vitakufa. Kwa hiyo ukiwa katika mti huu, ukiwa porini, hata ukimbizwa na simba hataweza kufika katika mti huu, hata tembo hataweza kufika katika mti huu. Huu ni mti wa makafara. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa. Mti huu una mambo mengi sana. Je, miujiza na maajabu ya mti wa Chelemelandembo unayafahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu anayehitaji kutengeneza ndagu ya utajiri, awe ni mtu tajiri katika maisha yake, ndagu ambayo yenye kumletea mafanikio, sawa Wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, kabla hujafika katika mti huu katika siku husika, hakikisha usishiriki tendo la ndoa kwa muda wa siku 7. Usifanye mapenzi. Baada ya hapo, unapokuja katika mti huu, hakikisha ujala kitu cha aina yoyote, na uwe msafi, uwe twahara na uchukue udhu. Ukifika katika mti huu, unahitaji kutengeneza ndagu ya utajiri. Utavua viatu vyako, utapiga magoti, utasema: ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikael na Israfil na Israel, ya Rabbi, uliyeumba ardhi, ukaumba mbingu, uliumba majini na wanadamu, ukaumba vitu vinavyoonekana visivyoonekana. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio mkuu wa wakuu. Ya Rabbi, hujawahi kuumba kitu pasina kuwa na sababu, na wewe ndio upo juu ya sababu. Kupitia sababu za msingi zilizokufanya ukaumba mti huu mpaka unaogopewa na wanyama, basi na mimi nahitaji nikaogopeke kwa maadui zangu, waniogope na wanitii popote nitakapofika, hata iwe mahakamani, hata mbele ya mfalme, na pia niwe tajiri. Utatia manuizo yako, kisha utamchukua yule mbuzi wako mweupe, utachinja katika sehemu yenye mzizi, utafukua kidogo, utachinja mchinjo mmoja tu pa. Utamwacha yule mbuzi, atarukaruka, lakini mwisho wa siku yule mbuzi atakuja mpaka katika ile shina tena la mzizi wa Chelemelandembo. Yule mbuzi atafanya nini? Atafia pale. Baada ya hapo sasa, utachukua mzizi wa Chelemelandembo ambaye ni mrefu, utakata vipande 7, sawa Utakata kipande cha kwanza, kipande cha pili, kipande cha tatu, kipande cha 4, kipande cha 5, cha 6 mpaka 7. Kipande kimoja utakikwangua, utapata usembe wake kwa yule mtu ambaye unahitaji kutengeneza ndagu ya utajiri, sawa Baada ya hapo, utajitengenezea kinga. Utajichanja katika paji lako la uso, na katika mkono wa kulia na mkono wa kushoto, na mguu wa kulia na mguu wa kushoto, na katika kifua chako pamoja na katika nyuma ya shingo yako hapa, sawa Kisha ile mizizi mingine utatumia kuifukiza udi katika chumba maalum. Utakoga ndani ya siku 7. Usishiriki tendo la ndoa kwa manuizo ya kuvuta utajiri, sawa Kisha baada ya hapo, baada ya siku 7, utatafuta chumba special, utaweka pale. Kile chumba utakuwa unakifukiza udi, asiingie mtu wa aina yoyote. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa ni mtu tajiri, iwe isiwe. Na kila mwaka utapokuwa unahitaji kufanya kafara lako, utakuja katika mti wa Chelemelandembo, utatia nia. Kama utakuwa unachinja ng'ombe au mbuzi, unachinja lakini unamwacha, haumchukui. Huo ndio utajiri wa haraka zaidi unatokana na mti wa Chelemelandembo. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumuua mtu dhalimu, unahitaji kumpoteza katika maisha, unachotakiwa kukifanya ni hivyo hivyo. Hakikisha ukae siku 7, usishiriki tendo la ndoa, na pia uwe twahara, uchukue udhu. Njoo katika mti huu, piga magoti, njoo na mbuzi mwekundu.
tia nia yale manuizo unayotaka. Fulani bini fulani, hakikisha kweli ni adui yako. Usitaki kumdhuru mtu ambaye hajakufanyia ubaya, ule ubaya utakurudia wewe mwenyewe. Lakini hakikisha unaenda kumfanyia ubaya ni mtu ambaye tayari kweli ule ubaya aliyokufanyia na unalipiza kama ule aliyokufanyia wenye usawa, basi itatiki kwa haraka. Chukua mbuzi mwekundu, kama kweli unataka mimi fulani bini fulani sitaki aishi, nataka afe, unachinja kama kafara ule mbuzi mwekundu, pap, alafu unamwachia na papatarika, atakuja hapa, ataangukia hapa, wewe ondoka. Basi yule mtu hakika lazima atapotea katika hii dunia, atakufa yule mkusudia kufa. Na ukihitaji kumtia mtu nuksi, mikosi, mabalaa, awe sio mtu mwenye kukubalika, asiwe mtu mwenye kupendeka, asisikilizwe na mtu aina yoyote, sawa, njoo na mbuzi mweusi, fanya vile vile, chinja kwa manuizo, mwachie ule mbuzi, ondoka. Hakika yule mtu uliyemkusudia kwa nia yake kwamba namtolea kafara ya mbuzi mweusi, ndivyo atakavyokuwa, atapitia shida sana katika maisha yake. Na vile vile mti huu wa Chelemelandembo au Kilimandembo, kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza kinga ndani ya mwili wake, asiguswe na mchawi wa aina yoyote au pepo mchafu au shetani, na aogopeke mpaka na wanadamu, sawa Njoo chukua mizizi yako hii, kata vipande 5, sawa. Nenda kazindike kwanza katika nyumba yako. Nyumba ina pembe 4, zindika kote kwa manuizo maalum. Kipande kingine weka katikati ya nyumba yako, sawa. Hakika hakuna mchawi atakayeweza kuingia katika nyumba yako, na wewe usio unatoka kwenda kukojoa ukiwa uchi mtupu, utapigwa makofi na watu ambao utakuwa unawaona. Na pia ukizindika katika shamba lako, hakuna mchawi wa kuingia kulichezea shamba lako. Ukizindika kama unavyozindika nyumba, sawa hakuna mchawi wa kuingia. Na pia mti huu pia mizizi yake ile ukijichanjia katika paji la uso, katika mkono wa kulia na mkono wa kushoto, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, katika kifua na katika shingo, kwa manuizo ya kuogopeka. Kama mti huu unavyoogopeka na wanyama, nyoka anaogopa mti huu, hawezi kugusa, kigusa anakufa, sawa Mdudu aina yote hawezi kugusa, hata vidudu vikigusa vinakufa. Basi na mimi mtu yoyote nataka watu waniogope. Hata nikiitwa mbele ya mfalme aogope na atetemeke. Ukimwangalia tu mfalme anaogopa, hata ile hukumu anaiacha, sawa Jichanjie mti huu, ni mujarab sana. Na pia ukihitaji kutengeneza kinga, yani mtu akikufanyia ubaya afe, kama wanyama akifika katika mti huu wa Chelemelandembo wanakufa, basi na yule mtu atakufa. Mtu akikunenea ubaya kukufika, ule ubaya utamfika yeye mwenyewe. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa Kilimandembo au Chelemelandembo. Mti huu bwana una mambo mengi sana. Mzizi wake ukiukata, ukihitaji kumfunga mke au mume mkorofi, mtu ambaye ni jeuri, asikiliziki, sawa, unachomwelekeza hiki anafanya hiki, usiondoke nyumbani anaondoka, usifanye hiki, mtu ni mlevi, yani unaishi na mtu ambaye unahitaji kumbadilisha tabia. Unachotaka kukifanya, mzizi wake, tafuta kuku anayeatamia, weka ule mzizi. Baada ya ule kuku kutotoa wale watoto, kauchukua ule mzizi, usage kidogo, mwekee katika chakula, aidha katika juisi au katika maji, anywe. Ule mkusudia kumbadilisha tabia. Hakika utakachokuwa unamwambia ndicho atachokuwa anatii na anatekeleza. Ukimwambia nataka saa 12 uwe nyumbani, aidha awe mume wako au mke wako, akitoka kule ndivyo ataporudi nyumbani muda huo. Hatakuja kukimbia katika maisha yake yote, atakutii na kukuheshimu. Sitaki uwe msaliti. Utakavonuia huu mti ndivyo utavokufanyia. Yule mwanamke hatakuja kutembea na mwanaume wa aina yoyote katika maisha yake, labda wewe ufe. Na hata pia ukimfanyia mwanaume, hatotembea na mwanamke yoyote, labda wewe ufe. Hili ni limbwata kubwa sana la kumfunga mpenzi mkorofi, aidha mke aidha mume, akutii na afanye kile kinachokitaka. Ukihitaji mtoto wako asikumbwe na maradhi katika maisha yake, asiwe ni mtu wa maradhi, chukua mzizi, mchanjia katika paji lake la uso. Huyo mtoto wako katika maisha yake yote hatakuja kulogeka wala kukumbwa na maradhi ya aina yoyote. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa Chelemelandembo au Kilimandembo. Ni kinga ya maradhi. Yani hata wewe mwenyewe mtu mkubwa ukihitaji usio unaumwa, mtu wa magonjwa unaumwa ovyo, jiwekeze ndiko hili. Hakika katika maisha yako utaumwa magonjwa tu ya Mwenyezi Mungu, na ukija kuumwa labda ndio unakufa. Mti huu bwana unatengenezewa pia pigi ya kuishi miaka mingi.
Yaani mpaka unazeeka. Umeona mti huu hivi? Yaani utaenda lakini yaani uko kama hivi, yaani matawi yake hayagi kuwa mengi. Yaani utakuwa ni mkokomavu, unaishi lakini ni mzee mwenye nguvu. Jichanjie katika mwili wako, utakuwa ni mzee mwenye nguvu. Yaani unazeeka, sio wale wazee walegevu, na utaishi muda mrefu. Mti una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Huu ni mti wa makafara. Kama nilivyosema, mti wa kufanyia makafara, mandagu ya utajiri, kumdhuru mtu dhalimu, mtu adui, kumwadhibu. Sawa Kwa yule mwanamke ambaye hana uwezo wa kushika ujauzito, au kwa yule mwanaume ambaye amepoteza nguvu za kiume, au anayo nguvu za kiume lakini hana uwezo wa kumtungisha mwanamke mimba, au kwa yule mtu ambaye ni kikojozi, anakojoa kitandani, au kwa yule mtu ambaye, namaanisha mwanamke akishiriki tendo la ndoa anapata maumivu makali sana, kunakuwa kama kuna uvimbe ndani ya uke wake. Sawa Unachotakiwa kukifanya, chukua mizizi hii ya Chelemela Ndembo, chemsha, kunywa. Kwa yule mwanamke mwenye shida kushika ujauzito, anywe wakati wa hedhi. Hedhi ikikata basi aache kunywa. Sawa Kwa yule kikojozi anywe muda wote, na mwanaume anywe muda wote, lakini anywe pamoja na jogoo mchemsho, atengeneze supu huo mzizi pamoja na kuku jogoo. Na mwanamke anahitaji kutafuta uzazi, atumie kuku wa kike achemshe pamoja na kuku mzizi wakati wa hedhi. Hedhi kikata na acha, hakika atashika ujauzito. Kwa leo mimi naomba niishie hapa. Uridhike na elimu hii ya mti huu wa kafara, Chelemela Ndembo. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea na tiba zake? Kwa tiba pamoja na dua, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.